Shalom, shalom mwana wa Mungu. Na ujumbe mzuri kabisa siku ya leo ambao unapenda kwa vazi la harusi, mabano, wokovu. Ujumbe huu unatoka katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Tunaona Yesu anatoa mfano kwa habari ya mfalme aliyeandaa karamu au harusi ya mwanae na kisha kwenda kuwaalika wale wanaostahili. Lakini wale waliokuwa wakistahili baada ya kualikwa walikataa kwenda kwenye harusi. Na kisha Mungu anakasirika, anatuma majeshi na kuangamiza watu hao na kuteketeza miji yao. Lakini kisha tunaona Mungu anasema watumishi wake waende njia panda wakaalike watu wanaowaona. Watumishi wake walitoka kwenda njia panda wakawaalika watu waliowaona, watu waliokuwa wema na wale ambao walikuwa ni waovu. Njia panda ni sehemu ambayo ni makutano ya njia mbili. Tunaona hapa kuna njia moja waliokuwa wakipita waovu, lakini tuna njia ya pili waliokuwa wakipita wema. Hizi njia mbili kuna mahali zimekutana pakaitwa njia panda. Mahali hapa mtu huchagua, unapofika mahali hapa huchagua wapi pa kwenda. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wale watumishi walitumwa waende kusimama njia panda, na njia panda kila watakayemuona wamwalike kwenye harusi. Kwa hiyo watumishi waliposimama njia panda walikutana na watu wema na walikutana na watu waovu. Wote walikuwa wanapita njia panda, lakini hatima ya mwisho ya kwenda inategemea na maamuzi yanayofanyika njia panda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mfano huu unatufananisha ya mfalme na Mungu Baba, na mwana tunamfananisha na Kristo Yesu, lakini harusi tunaifananisha na karamu ya mwana kondoo ambayo kila mmoja wetu ambaye anaamini ya kwamba siku ya mwisho atakwenda kuihudhuria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona wale waliostahili kualikwa wanakataa. Mmoja anasema ya kwamba ninakwenda shamba, mwingine anasema mimi ninakwenda kwenye biashara, na mwingine kwa sababu ya jeuri waliamua kuwaua watumishi. Ndipo Mungu anaamua kutuma jeshi la kuangamiza watu hao. Kumbe tunaweza kuwa tunapokea mwaliko au tumeitwa kwa ajili ya kuhudhuria harusi, lakini kwa sababu ya shughuli ambazo tunaenda nazo hapa duniani, biashara, kazi tunazozifanya, kilimo tunachokifanya, lakini wengine kwa sababu ya jeuri tunafika sehemu tunaua mpaka watumishi wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alituona tunastahili, lakini sisi hatukuamua kufuata kile ambacho Mungu anatamani tufanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa shughuli za dunia zinazotusonga, majukumu ya dunia hii yanayotusonga yanatufanya tusistahili tena mbele za Bwana, kwa sababu Mungu anatuthamini wale ambao tunastahili kwenda kwenye harusi, wale ambao tunastahili kupokea wokovu. Lakini wale ambao wanastahili kupokea wokovu wanaona haina thamani tena kwa sababu ya shughuli walizonazo, kwa sababu ya kiburi walichonacho, kwa sababu ya jeuri walionayo, kwa sababu ya dharau walionayo. Hawaoni thamani tena. Kwa hiyo mwaliko unakuja kwao, lakini hawathamini tena.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wangapi leo wamepokea mwaliko, lakini kwa sababu ya shughuli hawakuweza kusikiliza, hawaweza kukubali kupokea mwaliko, walipuuzia huo mwaliko. Unaona, Mungu anaamua kutuma watumishi waende njia panda. Ndipo hapa tunaona lile neno analosema makahaba na watoza ushuru watawatangulia kuingia mbinguni kwa sababu wao walioamini mapema. Wanaingia katika ufalme kwa nini? Kwa sababu wameamini walichoambiwa wakati huo. Leo hii kuna watu wengi ambao Mungu anasema nao. Watumishi wengi ambao amewatuma wako njia panda saa hii, wanasema habari ya wokovu. Njia panda tunakutana na watu ambao ni wema na wengine ambao ni waovu. Wanakubali kusikiliza maelekezo, wanapokea vazi la harusi. Baada ya kupokea vazi, wanakubali mwaliko walioitiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya kupokea vazi na mwaliko walioitiwa, tunaona kabisa hawa watu wanaamua kwenda harusini, mpaka pale chumba kilipojaa cha harusi. Hujaelewa. Kuna wakati ukimsusia Mungu, ukiamini ya kwamba Mungu atakusamehe, Mungu atakupa nafasi ya pili, kuna wakati hiyo nafasi utaipata kwa sababu kuna wengine wanaitamani kuipokea. Kuna wakati unaweza kumwekea vigezo Mungu na Mungu asikupe nafasi kwa sababu umeweka vigezo. Kwa sababu gani? Kuna watu wako nje wanaotamani hiyo nafasi ambayo umepewa wewe, hawakuipata. Mungu amekusamini, amekustahilisha, lakini kwa sababu ya dharau ulizonazo, kwa sababu ya kudharau ulichopewa, Mungu anakiondoa na kupeleka kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu watakosa kalamu ya mwanakondoo kwa sababu ya shughuli, kwa sababu ya dharau, kwa sababu ya kiburi walichonacho. Haleluya. Tunaona wale watumishi wanaalika watu wote waliokutana nao njia panda, na wale waliokutana nao njia panda waliamua kwenda harusini. Lakini kila aliyekubali kupokea mwaliko alipewa vazi. Lakini ndani ya waliopokea mwaliko tunaona kuna wengine hawakupokea vazi, ila mwaliko waliuitika. Haleluya. Kwa hiyo yamkini kuna mwingine amepokea mwaliko lakini hajataka kupokea vazi la harusi, hajataka kupokea wokovu. Mwaliko ameusikia, mwaliko ameuitikia, kanisani anakwenda, lakini bado hajampokea Kristo. Bado vazi la wokovu halimo ndani yake. Ameitika wito, kanisani amekwenda, lakini vazi halipo ndani yake. Kwa hiyo Mungu anarudi, au mfalme anakuja na kagua na kuangalia wale walioitwa ndani ya ukumbi wa harusi. Anakuta mtu hana vazi la harusi. Kumbe kuna kuwa na watu ambao watakuwa ndani ya ukumbi, ndani ya kanisa. Mungu atakapokuja kuangalia wale watu, atawakuta hawana mavazi ya harusi, hawana vazi la wokovu. Nini kinatokea baada ya kukutwa bila vazi? Mfalme anasema, mfungeni mikono na miguu mkamtupe kwenye bizi. Kumbe unaweza kufungwa mikono na miguu na kutupa kwenye bizi kwa sababu umekosa vazi la harusi.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hebu jitahidi kuelewa, jitahidi kumwelewa Mungu anapokupa nafasi ya wewe kupokea wokovu. Thamini kile ambacho umepewa na Mungu. Thamini ule wokovu Mungu ambao ameuachilia kwako, maana sio wote waliopewa nafasi hiyo. Unaweza kusema, mtumishi, unasema nini? Nisikilize vizuri. Walioitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Sio kila aliyeitwa alipewa vazi, bali walioteuliwa ndio waliopewa vazi. Hujanielewa? Sio kila aliyeitwa atapewa taji, bali aliyeteuliwa atapewa taji, na kila aliyeteuliwa anapewa neema ya wokovu. Na kwa sababu amepewa neema ya wokovu, vazi la wokovu ndio litakalompa tiketi ya kwenda kushiriki karamu ya mwanakondoo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nini tunajifunza hapa? Tunajifunza vitu kama 6 au 7. Cha kwanza tunachojifunza hapa ya kwamba ondoa kiburi na dharau wanaotumwa kualika harusini. Wote waliokuwa na kiburi na dharau kwa wale waliotumwa hawajapata nafasi ya kuingia katika ufalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili unatakiwa kujifunza ni kwamba uthamini mwaliko na vazi ili upate neema ya kuingia harusini. Thamini mwaliko uliopewa. Thamini kile ambacho watumishi wamepewa kwa ajili yako. Ithamini na kisha ukubali kuthamini wokovu ili uweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu unalotakiwa kujifunza, ondoa visingizio vya mambo ya ulimwengu ili upate kuingia au kwenda kwenye harusi. Ondoa visingizio. Tunaona wale waliostahili walipewa nafasi na mavazi special waliokuwa wameandaliwa yalikuwepo, lakini kwa sababu ya visingizio na vigezo ya kwamba nakwenda kwenye biashara, ya kwamba ninakwenda shambani, ya kwamba mimi nina jeuri na kiburi, utanifanya nini, iliwakosesha kwenda kwenye harusi. Haleluya. Kuna watu kwa sababu ya viburi hawataingia katika ufalme. Kuna watu kwa sababu ya vigezo walivyomwekea Mungu hawataingia katika ufalme. Kuna watu kwa sababu ya shughuli wanazozifanya wamethamini shughuli. Hujanielewa? Wanatumikia pesa badala ya kumtumikia Mungu. Wameithamini pesa badala ya kumthamini Mungu. Biblia inasema ya kwamba huwezi kutumikia mabwana wawili. Huwezi kumtumikia Mungu na ukaitumikia fedha. Lazima mmoja utamsahau na ukamthamini mwingine. Hawa walithamini fedha, walithamini shughuli za ulimwengu huu, wakamdharau Mungu. Kwa hiyo watumishi walipokwenda kuwapelekea habari ya mwaliko,
hawakumwelewa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jitahidi sana kuondoa vigezo mbele za Mungu. Weka pembeni hivyo vigezo, hasa katika nyakati hizi za mwisho. Weka pembeni hivyo vigezo ulivyo nazo, hizo sababu ulizo nazo ziweke pembeni. Kwa nini? Zitakufanya ukose vazi, zitakufanya usihudhurie katika harusi iliyoandaliwa, zitakufanya usihudhurie katika karamu iliyoandaliwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine la kujifunza, kuwa msikivu na fuata maelekezo ya watumishi waliotumwa, ili uweze kupata nafasi ya kupokea vazi na kuingia katika harusi ulioalikwa. Bila kusikiliza maelekezo haiwezi kukusaidia. Bila kufuata maelekezo ya waliotumwa huwezi kuingia katika harusi iliyoandaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wenye tiketi na funguo, wenye maelekezo ya namna gani ya kwenda kwenye harusi ni hao waliotumwa. Hujanielewa? Wale walioitwa njia panda wote walikwenda kwenye harusi, lakini ni wale tu waliosikiliza maelekezo ndio waliingia kwenye harusi na vazi la harusi. Kwa usipokuwa msikivu wa kusikiliza maelekezo ya watumishi waliotumwa, uwe na uhakika hakuna utakachokipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo lingine unatakiwa kujifunza, jitahidi muda wote uwe tayari kwa ajili ya mwaliko wa karamu ya Bwana. Jitahidi muda wote kuwa tayari kwa ajili ya mwaliko wa harusi iliyoandaliwa, wa karamu iliyoandaliwa. Jitahidi kuwa tayari. Unasema mtumishi, unasema nini? Asome maandiko. Wote waliokuwa wamealikwa, waliokuwa wamestahili, hawakuwa tayari kwa ajili ya harusi. Walikuwa bado wako busy na shughuli walizokuwa nazo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe Bwana anaweza akatuma mwaliko wa parapanda. Mwaliko wa parapanda unakuja, halafu unakuta hauko tayari. Uko shambani, hauko tayari. Uko kwenye biashara zako, hauko tayari. Uko bize kwa ajili ya kuua watumishi. Mwaliko unakuja kwa kwenda kwenye harusi, kwa kwenda kwenye karamu, hauko tayari. Nini kitakachokutokea? Utaikosa mbingu, utaikosa karamu ya Mwana-Kondoo. Mwingine anasema mimi nitakuwa mmoja wa wale ambao wataingia bila mavazi. Kwenye harusi na watu wale tunawaita kwa kuingia bila maelekezo, hawana mwaliko, hawana kadi, lakini wanaingia wazamiaji. Ni vizuri, jipongeze kwa hilo, lakini vazi litakutoa. Vazi litakufanya usiwe mmoja wa wale walioalikwa. Vazi la wokovu,
hunielewi. Kila aliyeenda kwenye harusi bila kadi, sio wote waliopewa nafasi ya kuingia na kushiriki harusi. Na akigundulika hutolewa nje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo unatakiwa kujifunza, unapothaminiwa, mthamini yule aliyekuthamini. Mungu anapokuthamini, mthamini Mungu. Mungu anapokuthamini na kukutumia watumishi, mthamini Mungu. Thamini hao watumishi waliotumwa. Wathamini, waone wa thamani, kwa sababu wao wamekuona wewe wa thamani. Mungu amekuona wewe ni wa thamani. Wathamini, mthamini huyo Mungu aliyekutumia hao watumishi, kwa sababu ukidharau, iko sababu. Kwa nini? Ni kwa sababu umedharau. Hata kama ulikuwa umestahili, lakini kwa sababu ya dharau ulizozionyesha, Mungu anaondoa hiyo thamani, anawapa watu. Sema, mtumishi unasema nini? Hawaulize wana wa Israeli Mungu alivyoamua kuwageukia mataifa. Alikuja kwa ajili yao, lakini walipomkataa Mungu aligeuka na kuwageukia mataifa. Leo hii mataifa wanapata neema ya wokovu kwa sababu wana wa Israeli walimkataa, walimdharau, hawakumsikiliza, hawakumthamini aliyekuwa ametuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho unalotakiwa kujifunza katika hili, jitahidi kuwa kati ya walioteuliwa na sio walioitwa. Kwa nini? Kwa sababu walioitwa ni wengi, ila wateule ni wachache. Kila aliyeteuliwa amepewa vazi. Kila aliyeteuliwa hupewa vazi. Usikubali kuwa kati ya walioitwa, kwa sababu walioitwa hawapewi vazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani kusii mwana wa Mungu siku ya leo, hebu jitahidi kumpokea Kristo. Jitahidi kutafuta uso wa Mungu. Jitahidi kugeuka. Geukie Mungu. Geuza nia zako, geukie Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Geuza nia yako, kwa sababu nafasi uliopewa ni hiyo uliopewa kwa saa hii. Hakuna nafasi nyingine. Nafasi uliopewa ya kusikia kile ulichokisikia saa hii ndio nafasi uliopewa. Unaweza ukakaa hapo ukasema mimi nina shughuli nyingi. Unaweza ukakaa hapo ukasema mimi nina kazi za kufanya. Unaweza ukakaa hapo ukasema mimi bado nina nafasi ya kula ujana. Unaweza ukakaa hapo ukasema bado nina nafasi ya fainali uzeeni. Ndugu yangu, nataka nikwambie siku ya leo, nafasi uliopewa kila mtu anaitamani kupata. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana.